Haya, wanasema wakati uliopita huwa mara nyingi haurudi nyuma, na hata kama utakuwa unahitaji urudi nyuma ni ngumu, kwa sababu yako mahusiano huwa mara nyingi yanavunjikaga namna hiyo. Mwanamke ni kama mtoto mdogo, tabia unayomkadirisha ndio anayokalili, na siku akiona utofauti ni rahisi zaidi kwenda mbali. Wakati unajiraumu, yeye ameshakwenda mbali. Lakini yote yanatokana na nini? Ni tabia ambazo ulikuwa unajaribu kuzionyesha hapo before, alafu baadaye mwanamke anakuwa azioni. Leo mwanamke anakwenda mbali zaidi ni kwa sababu ya kitu ambacho ulikuwa umekitengeneza kwa kuaminisha kama una upendo wa dhati, ama unakuwa ni mtu mwenye kujali, kupiga simu kwa wakati, kutuma message kwa wakati, kumjulia hali kwa wakati. Sasa hivi vitu vinavyokuwa vinakosekana, ndipo pale mtafaruku unapoingia. Hasa hapa ni mwanaume ambaye anajaribu kutaka kujutia kile ambacho alikidhaa, halafu kimekuja kumletea matatizo kwa sababu akionekani. Hilo ndo kosa kubwa katika haya maisha. Milka bichal ke ye desturi, na hiki ndo kilikuwa kitu kikubwa sana. Tulikuwa tunakutana na tembea pamoja, na hicho ndo kisa maarufu zaidi katika mapenzi yetu, mimi na mtu ambaye nimempenda. Bite huwe kal loti nei aunga, yani wakati uliopita mara nyingi huwezi kurudi tena nyuma. Unajaribu kutafuta zile moments ambazo ulikuwa umezianzisha, zinazokufanya leo unajutia kwa sababu mpoteza kile ambacho ulikuwa unakipenda. Kama ulizoea kutuma message how are you baby, umeamkaje, umekula, alafu hivyo vitu mwanamke havioni tena, basi ni rahisi zaidi kuweza kuvunja mahusiano hayo. Ndicho hiki ambacho kinaongeleka zaidi katika nyimbo hii. Ulikuwepo wakati ambao tulikuwa tunakaa pamoja, tunajadili, tunaongelea upendo. Nilikuwa nikikusifu kwa kukwambia wewe ndio mtu wa pekee katika maisha yangu. Leo nimekuwa kimya, kumbe nimeenda kuweza kutafuta tatizo kubwa. Nilikuwa nikikuhitaji kila wakati kwa sababu ndio ulikuwa dua yangu. Lakini angalia sasa bahati jinsi ilivyokuja kuleta mtafaruku ambao umekupelekea kwenda mbali. Milka bichalna desturi mashuhuri. Hiyo ndio sababu iliweza kwenda kuwa maarufu kwenye kuvuruga mahusiano yangu. One mistake, unaenda kubomoa kila kitu kilichokuwa kina thamani zaidi kwako. Na ndio maana unakuta wanawake wengi wanafika sehemu wanasemaga wanaume wote akili yao ni moja, au maybe baba yao ni mmoja, kwa sababu mwanamke anapokuwa amekuja mikono mizima kwako na kuhakika kabisa kwamba wewe unampenda, na kinachomfanya anasogea jirani yako ni kwa sababu ya vile vitu vizuri ambavyo walikuwa kimwaahidi, alafu mwisho wa siku vile vitu vinakuwa havionekani. We start love for careless, after love no more careless. Lazima mwanamke alani away. Hiki ndio kinachomfanya jamaa ajute. Light angejua asingejaribu kukasi, yani kimya hata siku moja. Angalia wakati pekee usiku kucha nimebaki peke yangu, najiona bila wewe tena katika moyo ni bule. Ile hadithi ya upweke imesalia. Nikijaribu kutaka kurudisha nyuma, nafikiria ni wapi ambapo nilikuwa nimeweza kuteleza. Labda ningeweza kujua kwa wakati ule, ningetengeneza kabla hujafika mbali. Ungeweza kurudi pale ambapo mimi na wewe tulikuwa pamoja. Nijaribu kutengeneza pale ambapo naamini nimekosea. Kilichosalia sasa ni ile kumbukumbu. Jina lako
ambalo dakika zote bado lipo kwenye moyo wangu ulioweza kuvunjika. Nini ambacho nataka kujifunza kwa kupitia wimbo huu? Ni kama unaamua kumtaka mtu, kuna vitu usimzoeshe, kwa sababu akivizoea baadaye vitakuja kuleta shida kama atavikosa. Habari za asubuhi, umekula? Habari za mchana, unaendeleaje? Unafanya nini? Halafu hivi vitu akivikosa, anakuona wewe sasa unamchiti, kuna mtu mwingine unampa careless. Hili ni kosa ambalo mimi nalijutia kwenye maisha yangu yote. Mimi naomba na wewe uangalie hiki ninachokiongea ama ambacho anakiongelea Ajit Singh, unakiona kiko sawa? Na kama unaamini kabisa kwamba una mtu unampenda, hakikisha unamshikilia kwa kutokuweza kuvuruga mahusiano kwa jambo dogo la kijinga. Mwanamke ni mtoto mdogo, unapompa kitu ukimnyang'anya lazima alie. Sasa kabla hujachelewa, wake up. Njoo kwenye comment niambie utajifunza nini ama umejifunza nini.